Na mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 6 kamili saa za Afrika ya Mashariki, tumeingia kwenye sehemu yetu ya jarida, na kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali ni kwamba hii leo tutakuwa tunaangazia jinsi ya kukabiliana na visa vya watu kujitoa uhai. Mnamo siku ya Jumapili iliyopita, ulimwengu mzima ikiwa ni Kenya miongoni mwa mataifa mengine ilijiunga kuweza kuadhimisha siku ya kutoa hamasisho kuhusiana na visa vya watu kujitoa uhai. Takwimu humu nchini ziko vipi ikilinganishwa na mataifa mengine katika ukanda wa Afrika Mashariki, barani Afrika na ulimwengu kwa jumla, na walengwa wakuu ama waathiriwa wakuu ni akina nani? Karibu sana kwenye kipindi. Mimi ni Agnes Gakunga, na ili kufahamu mengi kuhusiana na swala hili siko peke yangu. Ninaye Daktari Joyfrey Wango, yeye ni mwana saikolojia. Karibu sana daktari. Na pia tunaye Guyana Onyango, yeye ni mwenye kisa. Karibu sana. Asante sana. Mwenye kisa ni yule ambaye atatueleza ni kipi ambacho kilimkumba wakati mmoja akafikiria kuchukua hatua, lakini ni kama uliokolewa kabla ya kuchukua hiyo hatua, kwa sababu tunakuona uko salama na afya yako imeimarika. Utakuwa unatueleza mengi. Kwanza daktari, nianzie na wewe. Mnamo siku ya Jumapili ikiwa ni Septemba tarehe 10, Kenya ilijiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kukabiliana na visa vya watu kujitoa uhai. Mwanzo kabisa, umuhimu wa kuadhimisha siku kama hii ni upi? Asante sana. Umeeleza vizuri sana. Kisa za kujitoa uhai ni za maana zaidi, kwa sababu tunazungumzia juu ya maisha ya watu kabisa. Na pili, kwa ulimwengu vile umesema, it is estimated that about 700 to 1 million people, watu 700 mpaka milioni moja kujitoa uhai kila mwaka. Na sasa hapo kuna shida, kwa sababu hata hasa idadi hasa haijulikani. Kwa sababu there are so many ways. Hivi ni visa kati ya 700 hadi milioni 1 ni visa ambavyo vinaripotiwa. Kuna vingi ambavyo estimated. Yes, ukweli. Ni mingi sana ambaye hasijaripotiwa. Now, the part is interesting is this. Hapa kwao about 70 kati ya 70 to 80 are from developing countries, yani nchi zinazoendelea na nchi ambaye hazina uchumi kama ya nchi zilizoendelea, what we call low and middle income countries. Na hiyo Kenya iko katikati yao. Kwa hivyo ni kusema kisa kama hizo sio za kawaida, na ni kitu hata serikali, hata sisi wana saikolojia tunachukua kitu ya maana sana, na ni vizuri sana tukianza kuzungumzia hii maneno. Kwa sababu sasa tukianza kuzungumzia ni kusema kwa nini kisa zingine hasijaripotiwa ama hasijulikani? Ni kwa sababu kuna namna watu wengine hata ujitoa uhai, unfortunately, or death by suicide, na hasa hasijulikani kwa sababu amejificha kati ya wengine. Kwa hivyo kuna zile zinajulikana hasa, hii ni kujitoa uhai, kama wakati mtu anajitia kitanzi na kuchukua kaba, pengine kunywa dawa, lakini kuna zingine zimejificha. Na nikikupatia namna mbili hasa ambaye zinajulikana. Kuna watu ambaye with due respect sometimes to celebrities, ama watu wanajulikana, ama wamesoma, wakati anataka kujitoa uhai hasa hajitoangi uhai hivyo. Tutasikia ujei akisema, kwa sababu wengine ana make sure amekosa like an accident. Kwa hivyo unajua mtu alikufa sababu sort of an accident. Kwa hivyo haji kujitoa uhai. And then ukifikisha miaka 60-70 hivi, au watu ukataa kukula chakula kama mfano moja, ama kukunywa dawa. Kwa hivyo sababu ako desperate na amestagnate, kwa hivyo akataa kunywa dawa ama akataa kukula chakula, ukifikisha 70-80, hasa kwa hakika huyo mtu anakaa kidogo anakufa, kwa sababu anajitoa uhai lakini amekufa. Sasa ukiendelea nchi zilizoendelea sana kama the developing countries, kwa sababu ziko na baridi, utakuta wale watu wamezeeka, wamefikisha 70 to 80 years, hasa hao anajitoa uhai namna nyingine, anakataa kuweka, unajua kuna baridi sana, anakataa kuweka room, kwa kuweka joto. Kwa hivyo anakufa because of kutokana na baridi. But in actual fact it is suicide. Sasa do you know that these cases are suicide? It is estimated, ukiangalia kila mtu atakwambia hivyo, it is, tunajua ni kati ya almost 1 million. In fact most psychologists wanasema zaidi ya watu milioni 1
huwa anajitoa uhai kila mwaka. Kwa hivyo ni kitu ambaye hatuwezi tukanyamazia. Tena maisha ya mtu ni kitu ya maana sana. Na vile umesema, hata umetaja hapa kwa haraka pengine, kuna watu wako na msongo ya mawazo. Kuna watu wako... Kabla ya kuingilia hapo, tutakuwa tunaangalia ni kipi ambacho kinampelekea mtu hata kuona kwamba uhai wake haustahili, anajikosea maana, anaona kwamba sifai, wacha nijimalize, nikatiza uhai wangu. Umenipa takwimu ambazo ni takwimu za ulimwengu. Kenya tumesimamia wapi? Sasa Kenya unasikia tumekuwa hapo low and income, because we are actually a developing country. Kwa hivyo sisi hatufanyi vizuri sana. Na uchumi wetu uko chini. Uchumi wetu uko chini, na hizi pesa ziko mingi unfortunately, kwa sababu kwanza hazijaripotiwa. Tena kwa nchi yetu kisaikolojia na kisosiolojia tuko na shida zingine tatu, na nitazitaja kwa haraka. Tuna kitu inaitwa stigma na discrimination. Ukijulikana ulijaribu kujitoa uhai, hata familia inatengwa, ni kama inatengwa. Alafu mtu akijulikana, unfortunately, and you receive like our brother very well, unaanza watu wanakuona ni kama kuna makosa ulifanya. Turudi nyuma kidogo. Kujaribu kujitoa uhai si mzuri kwa hakika, lakini that stigma and discrimination ni baya sana. Na tena hata familia, unajua hata kuna mtu anataka kujulikane alikufa namna gani. Kwa hivyo utakuta hata kama wanajua anaandikwa heart attack, heart failure, ugonjwa ambaye haijulikani. Sasa kitu ya tatu na maana tena zaidi ni serikali vile inachukuanga kujaribu kujitoa uhai, in suicide attempt. Kwa sababu ni kama you are a criminal. So it's actually attempted suicide is there in a penal code. So tumejaribu kama wana psychology kusema hii kujaribu kujitoa uhai si hatia hasa, lakini ni kama mtu akona na mawazo mengi ambaye hajajua hasa jinsi ya kuitatua na hajui suruhu. Na kwa hivyo kwa sababu hajui suruhu, hauwezi kumchukua tena ukamweka pingu ukasema yeye amekosea na utampeleka kotini kwa sababu ya kujaribu suruhu ambaye ni baya. Sijui kama sheria yako ni sanifu kama yako. Kwa hivyo so it is you cannot criminalize a person who is attempting to deal with their life challenges. Unaona? Kwa hivyo huyu mtu hasa hatujasema kujaribu kujitoa uhai ni mzuri. Kwa hakika si kitu si mzuri kwa sababu uhai ni wa Mungu, na tena hata serikali sisi ni wetu. Lakini sasa wakati serikali inakukuta ulikuwa unajaribu, tena sasa inakuweka pingu. Unaona hata ujea amecheka hapo kidogo. Kwa sababu tena inakuweka pingu. Kwa hivyo hasa haija kujaribu kukufahamu na ile matatizo ulikuwa naye. Kwa hivyo kitu kama na psychology tunasema kitu ya kwanza, receive the person, chukue mtu usungumze naye. Uone ni kwa nini pengine alikuwa anafikiria jinsi ile ndio. Kumfahamu. Na afahamu kwanza maisha yake. Kwanza umesema kitu ya maana sana, kufahamu. Afahamu maana ya maisha yake, maana ya kuishi. Alafu sasa akifahamu, sasa kutoka hapo unaweza kumsaidia na kuendelea na maisha. Lakini sasa ukimfunga umpeleke kamiti kama wale watu waliua mtu na wengine. Hiyo ni sheria, na waliobuni sheria wanajua sababu mbona wakaiweka hiyo sheria hiyo hivyo. Sasa tumwangazie OJ Guyana Onyango Julian mwenye kisa. Uliniambia kwamba unajulikana sana kama OJ. Haya. Kwa uhuru wako tupe kisa chako tangu matatizo yako yalipoanzia hadi sasa. Sijui naweza hadithia aje, lakini mwanzo kabisa, kwa sababu ninaofahamu kwamba umejaribu kujitoa uhai mara 3. Haya, tueleze kutoka kisa cha kwanza, ulikuwa labda umri upi na ni nini kilichokusukuma hadi ukaona kwamba sifai kuishi tena? Kujaribu kujitoa uhai nilijaribu mara ya kwanza nikiwa mtu mzima tu, nikiwa ni kijana. Siwezi sema nilikosa kazi manake wakati huo nilikuwa na kazi nzuri sana. Nilikuwa nimeanza kufanya kazi na mashirika za kijamii. Nilikuwa huko Mombasa. Na mimi ni mtu ambaye nimekuwa kutoka utotoni, kwa kizungu tunasema adverse childhood experiences. Zile matukio ambazo inafanya watoto wanakuwa wakati mgumu kukua wakiwa wadogo. Kwa kuwa nilikuwa naishi na mtu ambaye alikuwa na mlevi pendukiwa. Na nakumbuka babangu nilimuona, naweza hesabu zile siku nilimuona akiwa
na raha. Manake hizo siku zile siku ambazo sikumwona na raha, manake hizo siku alikuwa mkali sana, tulipigwa. Alafu wakati huo kwa familia yetu mimi ndo nilikuwa mdogo, na hizo mambo yake ya ulevi ilifanya mpaka mama akatoka akaenda kuishi ushago, akatuacha sisi na yeye huko town. Sasa kuwa mdogo kwa hiyo familia, na kulingana na vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika havikuwa sawa. Kumaanisha ulipitia mateso na mahangaiko mengi ukiwa katika umri mdogo. Siwezi sema ni mateso, manake siwezi sema kwamba alinitesa ama alitutesa. Dhulma. Manake inaweza kuwa ni dhulma. Kunaweza kuwa ni vitu kunaweza kama abuse na violence, ni vitu ambazo zilikuwa ni vitu synonymous na mali tulikuwa tunaishi. Na babangu alikuwa ni mkali kupindukia, ambapo saizi vile nafanya kazi na mashirika ambayo yanazungumzia masuala ya afya ya kiakili, na nimejaribu kuitatua shida yangu, nimeweza kujua sasa pengine hata babangu kuna uwezo mkubwa sana. Alikuwa na ugonjwa wa akili. La hakufahamu na pia nyinyi hamkufahamu, ndio maana hakupata usaidizi. Sasa machungu aliyokuwa anayapitia anayateremshia kwa familia yake. Ni kweli. Sasa ndo ikafanya wakati ambapo nilikuwa nimaliza form 4, maana historia yangu ni ndefu. Wakati ambapo nilimaliza form 4 kulikuwa na expectations hapa na pale. Lakini shule ulienda kama mtoto wa kawaida? Nilienda shule kama mtoto wa kawaida, lakini ilikuwa shida nikiingia form 1. Nyumbani kwetu kulikuwa na ile sheria kwamba ile shule umefuzu kaitwa ukiwa high school hiyo ndo na join. Sasa ilifika wakati wangu, ile shule nilifanya vizuri kushinda watoto wetu au wengine ndugu zangu wakubwa wote, tulienda shule moja, same school. Sasa ilipofika wakati wangu, mzee akaretire in 2000. So alivyoretire akaenda ushago. Sasa ikabidi mimi niende na yeye ushago na nisipeleke kwa ile shule ambayo nilikuwa nimeitwa. Dharau likaanza hapo. Nikaanza jua mimi pia niko adolescent hiyo time, na nishapitia mimi nimekunywa pombe mara ya kwanza nikiwa 8 years old. Miaka 8 because ilikuwa available kwa nyumba. Ilikuwa yes. Ilikuwa ukiona baba akiwa amerudi akitoka kazi lazima arudi na pombe, ama saa zingine unaona mtu wa bodaboda wale wa baiskeli wametumwa kuleta nyumbani. Na mara mingi tulikuwa tunamwona akiwa amelewa, alikuwa na mtu mwenye raha sana, na pia alikuwa anakuja nyumbani na zawadi. So sisi tulikuwa tunachukulia pombe ni kitu cha maana, ni kitu ambacho inafanya mwanaume. Kwa hivyo hata mlikuwa mnapendelea kija nyumbani kwa mlezi. Exactly. Na wakati ambapo alikuwa hajakunywa, sidhani kama tungekuwa tunaweza zungumza naye. Ukiwa na shida ya shule ukienda atakumbuka hajaangalia homework 3 weeks ama 3 days utatandikwa. Unaona? Approaching him ilikuwa ni shida kabisa hiyo time. So hizi vitu zilikuja mpaka tulikuwa tunajiuliza maswali, kwa nini mama aishi na sisi? Kwa nini aishi ushago? Alikuwa anatutembelea siku 2 akai sana. Maswali kama hayo, kama unajua kama kijana unakuwa na upati majibu. Alafu unajua pia ilikuwa sisi hatukubali kucheza sport, ilikuwa ni kusoma tu. Na unajua kucheza michezo na kuwiana na watoto wenzako ni vitu muhimu sana katika ile hali ya mtoto kukua. Sisi hatukuruhusiwa kufanya hivyo, ukipatikana unatandikwa. Sasa watoto wa jirani huko walikuwa wanatuona sisi kama. Kwa hiyo masuala ya kutengwa ilianza kitambo. Tulikuwa tumezoea, ilikuwa ni wewe na vitabu vyako na wewe na mandugu zako. Alafu unajua akilewa, town kwa tunaishi ni town ndogo sana inaitwa Ahero. Mali hiyo River Nyando inapita. Ilikuwa ni kona 4 tu hivi nisema kama nyumba. Street ilikuwa ni 4. Na tulikuwa tunajua hizo bar anakuwa kikosa hii atakuwa kwa ile nyingine. Kikosa hii nyingine atakuwa. Na hizo zilikuwa sehemu zingine strategic. Na shule ilikuwa nyuma ya town. So tukipita tukienda nyumbani lazima tutaona matukio. Kwa hivyo hata shule ilikuwa tunaitwa na majina, unajua majina yale ambayo yanaudinisha mwanadamu. Sasa mambo haya yote nilikuwa nafikiria labda nikienda high school, ile shule ambayo nitaenda boarding school, nitachana hizi, utaondokea mazingira, nianze mazingira mapya. Tena naambiwa the next 4 years tunaenda kuishi na mzee same. Sasa nipelekwa high school, day school. The good thing about it ilikuwa ni mamangu wakapo naanza ku develop relationship na yeye kidogo. Lakini ile kujua mamangu pia kitu ikatokezea tena hapo. Mamangu alikuwa na mfanyikazi hapo tulikuwa tunaishi na yeye. Buda akamchukua kama second wife. Sasa ika complicate vitu tena kwa boma pale. Sasa ikakuwa toxic zaidi. Sasa ilifika wakati fulani sasa mimi na Buda tukakosana kabisa mpaka nimeenda ku sit form 4. Ilibidi tumesema kwamba aliniita failure kwa maisha. So nilikuwa najua alikuwa anaweza tembelea shuleni na kulikuwa na wanafunzi wenzangu ambao watoto wa jirani walikuwa naishi na sisi au walikuwa na mimi na same class. Nilikuwa nafanya vizuri kuwashinda kwenye class, lakini Buda akikuja shuleni
anawachukulia vizuri ama anawahudumia vizuri kunishinda mimi mtoto wake. Sasa mimi nilikuwa naona hata mimi hapa outrightly mimi ni outcast. Ulikuwa unaona ni kama hupendwi. Nisipendwi kabisa, ilikuwa ni open. So nilipoanza form 4 nilipoambiwa mimi ni failure, nilikuwa najua mimi na maisha yangu ni done. So nilipoanza form 4 mimi nikaenda Mombasa. So Mombasa nikaungana na marafiki zangu, nikaanza kazi. Yeye alikuwa anajua mimi nilikuwa napenda sanaa nikiwa high school. Alijua labda mimi ni mwanamuziki. Huko alijua tu ule ni failure limeenda. So huko Mombasa nikaangana, nikapata kazi, nikajipeleka college na ikaanza life ya kuanza kujiprove kwa mzee kwamba you are wrong about me. Unataka kumuonesha, kumdhihirishia kwamba mimi si mtu bure kama unavyoniona. Exactly. Lakini ilikuwa na machungu. So nilienda hapo nafanya overboard. Nilikuwa nafanya zaidi ile inavyotarajiwa. Na nilikuwa na machungu ambayo nilifaa tuongee na mzee, na hiyo wakati pia mzee alikuwa anagonjeka. Sasa ile wakati kuna naimizwa na mandugu zangu. Kulikuwa na ndugu yangu mwingine nampenda sana mwenye namfuata. Alikuwa ananiambia ni muhimu nianze kuzungumza na mzee. Na wakati ambao tulikuwa tunaanza kujadiliana na mzee ili tuanze kutengeneza uwiano, akapasi. So hiyo pia sikuchukulia na chungu zaidi. Hasa kitu ilifanya ikakuwa noma zaidi ilikuwa ni wakati ndugu yangu mwenye sasa huyu mwenye namfuata pia alipasi. Na alipasi ya sababu ya pombe, pia alikuwa na frustration zake. Na ni mtu mwenye aliachiwa siri mingi na mzee na hakuzungumza, aliziandika. So wakati ambao nilipata kusoma ile kitabu mali aliandikiwa, hapo ndo nikaanza tena sasa mambo ya unywaji wangu wa pombe ikakuwa mbaya zaidi, ikafika mali sikujali. Na hata nafikiri kuna time 2017 nikiwa hapa Nairobi ni kuwa na job mzuri sana. Nilikuwa nafanya kazi na shirika la vijana linaloitwa Generation Kenya, ambayo inasaidia vijana kutengeneza skills zao za ajira. Niliresign kwa kazi sababu nilikuwa naona hakuna wakati, sina wakati wa kutosha kukunywa pombe. Hii pombe nilikuwa natumia address issues zangu. Na yale ambayo ulipata kwamba ndugu yako alikuwa ameandika, yalikuwa yanakuhusu wewe ama ni kuhusu familia? Yalikuwa yanihusu mimi kutotengeneza uhusiano na mzee. A lot of it. Mingi pia zilikuwa ni siri za familia ambazo sitaweza zungumzia hapa. Ni siri za ndani za familia ambazo hata saa hizi ni vitu ambazo zinatusumbua mpaka wakati ambao niko hapa. Unaona? Sasa wakati nilikuwa nimejua ile picha mzima, sasa niko na two sides of the coin na sina mtu wa kunisaidia sasa kuiput together. Tuisettle kabisa, nijue ni side gani mimi niko as a man. So ulivyouliza hapo mbele kwamba nilijaribu kujitoa uhai mwaka gani mara kwanza, ilikuwa ni 2010. Sasa ni wakati ule ambapo umefahamu mengi kuhusiana na yale ambayo hayakunenwa kwako, uliyapata yameandikwa, ukayasoma na yaliumiza nafsi yako. Wakati huo ukaanza kunywa pombe, hata ukaacha kazi. Wakati huo sasa ndipo kicho kipindi ndipo ulifikiria kujitoa uhai? Mara mbili. Sasa ya kwanza ilikuwa hiyo 2014, alafu ya pili sasa ilikuwa wakati niliacha kazi 2017 December. Na nilivyoacha kazi, unajua nilikuwa nafikiri niko na pesa mingi sana nimeweka kwenye bank. Sasa ilikuwa nikiamka asubuhi naenda pale vichochoro vya pombe kule, naenda na vitongoji duni vya pombe huko sehemu za Roysambu walikuwa naishi, na kunywa pombe huko na vijana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kila kitu zangu, vitu vangu vya job ziliisha, network zote nini, marafiki. Wakati sasa ushaanza kuwa mtu ambao ukiamka ni pombe tu ndo naona. Na mara mingi unajua sasa watu waone nini unakunywa sababu gani. Mara mingi watu wanaona vile vitu unavyofanya baada ya vileo. Sasa watu watakuwa nakuita na vile vitu unafanya baada ya vileo. Haya, shikilia hapo, utakuwa unatueleza labda ulikuwa ni mbinu gani ulikuwa unajaribu kutumia. Lakini kwanza kabla ya hapo, daktari nikuhusishe. Umesikia sehemu ya kisa chake. Kisa chake ni kirefu. Umesikia sehemu na ametaja kwamba akiwa katika umri wa miaka 8 ndipo alipoonja pombe mara ya kwanza. Na ni kutokana na sababu kwamba kuipata ile pombe ilikuwa ni rahisi. Ilikuwa nyumbani, ilikuwa imeletwa. Na takwimu tukiziangalia, idadi ya watoto ambao wameanza kujitoa uhai, visa vinaanzia miaka 8 hadi miaka 12. Ni nini kinachochangia? Labda ni kutokana na hali kama yake OJ, ama kuna sababu zingine ambazo zinampelekea mtoto wa miaka 8, huyo ni mtoto aliye katika grade ya 3, ni mtoto mdogo, hata hana ufahamu mwingi kuhusiana na maisha. Ni nini ambacho kitamfanya huyu mtoto kufikiria hata kujitoa uhai?
Asante sana Agnes. First of all, OJ, pole sana. Pero umeuliza ni kitu ya maana sana kuzungumza vile OJ amezungumza. Na mimi ningeuliza ningesema kama mtu kama OJ with due respect akakubali akuwa anazungumza hizi vitu tena na tena. Kwa sababu kuna vitu mingi amesema mpaka umeona nimeandika hapa. Kama hivyo umesema alioja pombe akiwa na miaka 8. Alafu walipendelea sana baba kuja nyumbani kwa mlevi kwa sababu walimuona mchangamfu, alikuja hata na zawadi, hata wanawafurahia. Na tena hata hawaulizi masomo. Kwa hivyo kitu moja ambaye watu wengi hawataki kusikiza sisi masaikolojia tukitaja ni nyumbani. Nyumbani ni pahali ya maana sana kwa mtoto. Na vile mtoto ako hapo nyumbani, anaweza akakuwa anateseka. Na kama ungemsikiza OJ vizuri, hata kipindi kisha usikize vizuri, ungeona vile anateseka. Ako hapo, ako peke yake, mama ameenda. Yeye hajui, mtoto akiwa mdogo hajui kwa nini mama yake hayuko. Hata anauliza maswali, hana wa kumpa majibu. Hasa umesema vizuri, hata hakuna mtu ya kumpea majibu. Alafu sasa tukifanya kwa haraka, akifika hapo umeona ameanza kupata na kitu inaitwa low self esteem. Kwa sababu yeye mwenyewe hajijui binafsi ni nani, na tena hajui mtoto, yani mtoto mchanga tena. Hajafikisha miaka 15. Sababu yako class 8. 8 plus 6 ni 14. Ni kweli? Kwa hivyo hata hajifahamu vile. Alafu unaenda kitu kingine, failure. Na by the way, with due respect to the media, na mmefanya vizuri. Sijui kama umeona visa za watoto kujua simepunguza kutoka about 2017 from 2017 18 19. Wakati sisi watu wa saikolojia na media mkakubali tukue tunazungumza hii maneno. Alafu with due respect to the late Professor Makoha, wakati alikuwa waziri wa elimu, akaanza kusema hakuna kitu inaitwa mtoto kuanguka. Kwa sababu mtoto alikuwa na mzazi anakuja anamwambia, sasa wewe umeanguka utaenda wapi? Sasa mtoto amepata marks yake, ameanguka. Sasa unajua mtoto ni kama kuanguka ni nini? Sijui kama unajua kwa watoto wanauliza na mzazi. Sasa wewe hii form 4, hii D, na sasa ingine sijui kama unajua umesikia inaitwa sijui for dog. Hii utapeleka wapi? Itakupeleka wapi? Itakufanya mtu wa aina gani? Kwa hivyo it makes the child feel that they are failure. Sasa kuna kitu kingine ambaye ametaja na samana sana. What is at the height of suicide with due respect? Too many challenges. Life has challenges, tuseme ukweli. Lakini usisipeleke mingi. Lakini yake ukiona sasa kutoka vile hata nimeisama na istena vile tu alikuwa amesema, naona siko mingi. Hana mama. Sasa hana baba mzuri. But now let us now go to where the tragedy strikes. Even the father, the bad one, dies. Then the brother dies. Then he resigns. Then he has beer. Then he has no networks. I don't know whether you can see, unataka sasa tuingie kwa akili ya mtu vile umeniuliza. I don't know whether umeona it is overwhelming. This thing is too much. It is too much. Akili yake inajazwa lakini hakuna kile ambacho kinatoka. It is bursting. Sasa hiyo hata akili haiwezi kufikiria. Na hapo ndio nimesema Ujai amefanya vizuri kuzungumza hii maneno. Because that's where we need to assist people at that point in time. We need to tell them, excuse me, don't allow these things to pile up. It is too much. It's too much. Because the human brain can only accommodate up to an extent. Sasa nijibu kwa kifupi vile umeniuliza. Suicide is common between 15 to 35 years. Alafu kutoka miaka 15 mpaka 35. Alafu kutoka hapo inachukua 60 and above. Kwa nini 15 mpaka 35? Because 15 to 35 young people lack life skills. Yani hana ujeuri wa kuendelea na maisha. Life skills include self-reflection. It includes critical thinking, it includes decision making, na it includes aspect like problem solving. Kwa hakika kijana wakiwa na miaka 15 mpaka 35 hasa hajakoma. Kwa hivyo hajielewi vizuri, na ndio unaona kama sana akifika kama sasa with due respect to OJ. Unaona according to us is mature. But how are you hoping he's coping with no parent, no dad, the brother is dead, he doesn't know. It's too much. So life then kutoka hapo ukiruka sasa ni 60 and 60 plus because of desperation. Sasa wale watoto umeuliza, na ni vizuri tukizungumza suicide tunapenda kuwaweka watu watatu 6 to 8 years to 15 au tunawaitaga children who do not want to live. Why? Na utaona Jay atakwambia hivyo, because the world is too challenging.
The world is meaningless. Haoni haja ya kukaa hai. They can't see the purpose. That's why you call them children who do not want to live. Because below 15, huyo mtoto haja conceptualize what is suicide and what is life. But we have made this thing too much. Ndio umeona ni kama, with due respect, ni kama nimerudia vile alikuwa amesema. You don't know why your mother doesn't live with you. You don't know why you go to school. He doesn't even know why they know the bus wa baba wasasi wanaendanga. Hajui ni kwa nini baba yake amekuja. Yeye ndiye anafanya vizuri, and I like the way he's working, with due respect. Yeye ndiye anaperform vizuri, lakini the father belittles him. Na pia hata anapendelea watoto wa jirani ambao hawafanyi vizuri kama vile mwanae anavyofanya. So you see, yes. So you see hapa sasa umeweka watu watatu. The community, the school and the family. Sasa that is why 8 to 15 years the children don't want to live. We call them children who do not want to live. Hataki kukaa uhai kwa sababu hajui haja yake, na kama hajaipata anaanza na tunaona 8 years is the first time. So sasa if these challenges continue to be overwhelming, hii mateso ikiendelea, unaanza kuona mtu anaanza kuona hasa sio vizuri nikikuwa na uhai, na ndio unaona mafikiria ya kujitoa uhai inaanza kumfikia mtu. Inaanza kumfikia. Asante kwa ushauri wako na hisia zako daktari. Bado nikirudi kwako OJ. Wakati sasa ulikuwa umetueleza hicho kisa, wakati mara ya kwanza ulipofikiria kujitoa uhai, labda kuna mbinu ambayo uliamua kuitumia? Huku niuliza mwanzoni mali nafanya kazi. Wachani nianze kujibu hiyo swali kutokana na hapo. Nafanya kazi saa hii na shirika inaitwa Basic Needs Basic Rights Kenya, ambao ni a mental health organization, ambapo wao ndio walinifundisha ama waliweza kuniempower niweze kujitokeza na nizungumzie wazi story yangu ili kuweza kuinspire wale watu ambao wako pale ndani wana struggle in silence na mental health issues. And apart from that, I'm also working with the Department of the Ministry of Health, Department of Mental Health. Kuna training ambazo tumetaskiwa pale kuofa wananchi kwa kila sekta ambao hata wao tunawatarget, ambao inaitwa quality rights training, ambapo nikitoka hapa ya mwisho nita make sure kwamba wewe pia umeregister nikoche kama unaendelea na watu wako. Haturuhusiwi kuzungumza kuhusu mbinu ambao tulijaribu, kwa kuwa saa zingine kuna mtu pale saizi yuangalia ataona kumbe hoja alitaja ndio naenda sasa kujaribu. Kwa hivyo saizi kuna zile guidelines ambazo zimetolewa na WHO ambazo zinasaidia kuzungumza kuhusu mambo ya suicide, ambao tuambie imesaidia hata Kenya kama nchi kutengeneza kitu ambacho tunaita suicide prevention strategy, ambazo haituruhusu sisi kuzungumza kushare details za kwamba this is how I did it, but our information inafai focus kwa kuinspire mtu ambao yuko pale ambao labda saizi amelemewa na kiangalia naona hakuna haja, then how can we start a conversation? The fact kwamba naweza jitokeza nizungumze kuhusu story yangu wazi na kwa uhuru, kwa watu wengine wanaona kwamba umejikubali. Si kujikubali pasi. Watu wengine wanaona kwamba mimi labda nataka huruma kwa wananchi ama nataka huruma kwa wananchi. Na kuna wengine pia wataona kwamba najivunia kwa makosa ambayo nilifanya, nikachukua nimesoma kwa mistakes zangu, ambao tunasema kwamba kujaribu suicide ni mistake. Nilijaribu suicide kwa kuwa nilikuwa na mental illness. Na hiyo mental illness haikuwa imepata usaidizi. Nilikuwa na mental illness na nilikuwa natumia pombe ku deal na hiyo mambo yangu ya mental illness kama tiba ya mental, na ilikuwa inafanya imekuwa worse. Nika develop tena substance use disorder ambao pia ni mental illness. Kwa hivyo niko na ngapi? 2 kwa kichwa moja, na niko overwhelmed. Na sikuwa na hiyo system ya kwamba naweza zungumza na watu, naweza zungumzia mambo ya mimi nilinyanyapaliwa mara kwanza kwa ofisi. Nilitoka kwenye session kufundisha vijana kuhusu vitu ambavyo mambo ya ajira nilivyokuambia. Nikirudi kwenye class napata kwamba watu wanazungumzia vitu ambavyo nakuwa napitia. Nilichukulia kama matani, labda nasema kwa hiyo time kulikuwa na ignorance, but nilichukulia kwa matani. Lakini baadaye nilivyokuwa nimeketi peke yangu nasema, mbona unaniangalia hivyo? Mbona unanichungulia hivyo? Ile space ya kazi ikaanza kuwa ndogo. Hali ilikuwa ni vitu ambavyo napenda nafanya na passion yangu yote. Na walikuwa wanakuangalia ama ni wewe ulikuwa unaona ni kama wanakuangalia? Mara ile wakati washa kuanza kukuita majina tayari ni
wewe watu wanakuangalia hivi, wewe utajiangaliaje? Haya, shikilia hapo OJ. Mtazamaji, tunaendelea kusikiliza kisa cha OJ. Tukiwa pia naye mwanasaikolojia hapa anaendelea kutuelezea mengi kuhusiana na jinsi mtu ama jamii inavyoweza kukabiliana na visa vya watu kujitoa uhai. Kufikia hapo mtazamaji, nachukua pumziko fupi. Baada ya muda usiokuwa mrefu tutarejea kwenye awamu ya pili na kuendelea na mazungumzo.